Lengo kubwa ili taifa libaki salama, tunahitaji watu wa Mungu kama Herbert Mlelwa, atakayekuwa anawaonya viongozi, atakayekuwa anawakumbusha viongozi, atakayekuwa anawashauri viongozi pale ambapo mnaamua vibaya. Nyinyi sio Mungu kwamba mmekamilika, kila mnachoamua watawala kiko sawa sawa. Nyinyi sio malaika kwamba hamkosei, na nyinyi ni watu mnakosea. Kama watu mnakosea, kama na nyinyi watawala mnakosea, nani atawaonya? Na wasi viongozi wenye mamlaka na watawala. Ikiwa ni siku ya 5 mchungaji Herbert Mlelwa yuko chini ya jeshi la polisi baada ya kukamatwa, mkisema kwamba amekashifu serikali baada ya kuonya kiongozi fulani aliyeruhusu singeli kuwa utambulisho wa muziki wa nchi. Katika maudhui yaliyopo kwenye singeli yanahamasisha watu kuwa malaya, yanahamasisha watu kuwa mashoga, yanavunja maadili ya taifa, yanaleta mmomonyoko wa maadili. Alionya. Lakini pia alionya swala la utekaji na mauaji yanayoendelea katika taifa. Aliwaonya viongozi kwamba mambo hayatakiwi kuwa hivi. Jiangalieni viongozi mliopewa dhamana, kwa sababu hamuwajibiki ipasavyo kama ambavyo wananchi walitegemea mwajibike. Kwa maonyo mengi kama hayo, imefika mara mmemkamata mnasema ameikashifu serikali. Katika nchi mnatakiwa kujua wapo watumishi wa Mungu. Katika nchi lazima mtambue uwepo wa watumishi wa Mungu. Kazi ya mtumishi wa Mungu sio kushangilia kila mnachokuwa mnakiamuru watawala. Kazi ya mtumishi wa Mungu si kusifia kila mnachokifanya watawala. Kazi ya Mungu ni kukipima mnachoamua mbele ya watu kina faida kiasi gani au kina madhara kiasi gani. Baada ya kuona mnavyoamua watawala, vingi vina madhara katika jamii. Mengine madhara bado hayajaanza kuonekana leo, lakini kule tunakoenda yatakuja kulitia taifa katika kilio na msiba mkubwa. Watumishi wa Mungu huinuka na kuonya, lakini nyinyi hamtaki kusikiliza maonya ya watumishi wa Mungu, na hamtambui pia watumishi wa Mungu ni nani, na mtumishi wa Mungu kazi yake ni ipi, na mtumishi wa Mungu ni nani. Nyinyi mnachojua watumishi wa Mungu ni hao wanaouza mafuta upako, maji ya upako. Hao ndio mnaoamini ndio watumishi wa Mungu, wanaojichanganya katika mambo mengi, wanakuwa na maskendo mengi machafu kabisa yanayoendelea juu yao, lakini pia wenye tabia nyingi chafu na za hovyo ambao hawana mipaka. Wao ni kusifia tu kila mnachokuwa mnakiamua. Lakini kazi ya mtumishi wa Mungu ni kuona kula ambako taifa linaelekea ni kupo salama kiasi gani. Kama kuna hatari, unatakiwa uinuke kama mtu wa Mungu na upaze sauti. Ndicho alichokifanya mchungaji Herbert Mlelwa. Ukisoma katika Mithali sura 11 mstari wa 18 anasema, pasipo mashauri taifa huangamia, lakini kwa maonyo mengi taifa huokoka. Manake kumbe wanasiasa, watawala, mnaweza mkafanya maamuzi fulani ambayo yanaweza kapelekea taifa katika majuto, lakini kwa sababu ya maonyo na mashauri ya watu wa Mungu hulinusuru taifa katika hatari. Hiyo ndo kazi pekee ya mtumishi wa Mungu. Mnaamua mambo, wakati mwingine mnaamua vibaya kwa sababu nyinyi mpo sehemu iliyotulia. Nyinyi mpo sehemu ambako kuna usalama, nyinyi mko salama, watoto wenu wanasoma vizuri, wanakula vizuri, wanavaa vizuri, lakini kuna watu wako huku chini wanatekwa. Kuna watu wako huku chini wanauawa. Kuna watu wako chini wanafanywa ukatili. Nani atawasemea watu wa huku chini? Nani atawapazia sauti? Hiyo ni kazi ya mtumishi wa Mungu. Hicho ndicho alichokifanya mtumishi Herbert Mlelwa. Mimi ni wasii wenye mamlaka, ni wasii. Angalieni nia iliyomsukuma mchungaji Herbert Mlelwa kupaza sauti kwa kiwango alichoipaza. Nia yake ni ipi? Hata kama kwa mujibu wa sheria zenu za dunia hii itaonekana ni kama kuna mahali amekosea, lakini hilo ni agizo la Biblia yake. Imani inatufundisha uzalendo. Imani inatufundisha kuwa na utu na binadamu na kujali utu wa mtu mwingine, hata kama mnyonge, hata kama ana uwezo wa kujisemea. Imani inataka dini, kazi ya dini inataka mtu wa Mungu uwe msemaji wa mnyonge asiyekuwa na mahali pa kusemea. Ukisoma katika Isaya sura ya 1 mstari wa 17 anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, mteteni yatima, mteteni mjane, mpeni yatima haki yake. Hiyo neno la Mungu. Lakini pia ukisoma katika Isaya sura ya 58 mstari wa 1 anasema, paza sauti yako kama tarumbeta, piga kelele, waambie watu wangu kosa lao, waambie nyumba ya Yakobo dhambi yao. Hiyo ni kazi ya mtu wa Mungu. Kwa hiyo niwaambie, ni wasii watumishi wa Mungu mahali popote mlipo, watu viongozi wa serikali mahali popote mlipo, Herbert Mlelwa hana kosa. Alichokifanya ni agizo la neno la Mungu na ndo ubinadamu na haki. Mtu mwingine anapokuwa anaonewa mahala afu hakuna mtu wa kumtetea, mtu wa Mungu ndo jukumu lake kumtetea, kumsemea, kumsaidia, hata kama ana uwezo wa maamuzi ya moja kwa moja. Lakini kazi ya mtu wa Mungu ni kufafanua ili viongozi mwe mnajua yale ambayo mlikuwa mmeamua vibaya yanaumiza watu. Ni wasii watu wa Mungu, mwacheni mchungaji Herbert Mlelwa kwa sababu ya nia iliyo ndani yake.
Kilichomsukuma kusema aliyoyasema ni neno la Mungu na ni ubinadamu na ni uzalendo. Lengo kubwa ili taifa libaki salama. Tunahitaji watu wa Mungu kama Herbert Mlelwa, atakayekuwa anawaonya viongozi, atakayekuwa anawakumbusha viongozi, atakayekuwa anawashauri viongozi pale ambapo mnaamua vibaya. Nyinyi sio Mungu kwamba amekamilika, kila mnachoamua watawala kiko sawa sawa. Nyinyi sio malaika kwamba hamkosei, na nyinyi ni watu mnakosea. Kama watu mnakosea, kama na nyinyi watawala mnakosea, nani atawaonya? Kwa sababu wanasiasa hata kikosoa, unaona wao wenyewe maisha yao ni wauni tu. Makando mengi, wao wenyewe wana hila nyingi, mambo mengi wanafanya mabaya. Nani atawakosoa? Kama nyie sio malaika, kama na nyie watawala sio Mungu, kama nyie wanasiasa sio malaika, kama nyie sio Mungu, nani atawakosoa pale ambapo mtafanya vibaya? Hiyo ni kazi ya watumishi wa Mungu. Ndio maana anasema katika Mithali, kwa maonyo mengi taifa huokoka. Hata kama mmefanya mambo atakayopeleka hatarini, kwa maonyo ya watumishi wa Mungu mkiamua kugeuka, taifa linabaki salama na linabaki kwa amani. Lakini hiki kitendo cha kukamata watumishi wa Mungu pale ambapo wanafanya majukumu yao ni utovu wa nidhamu, na mnaamsha ghadhabu ya Mungu, mnajaza hasira katika kikombe cha Mungu, kwa sababu kuwagusa watumishi wa Mungu mnagusa mboni ya jicho la Mungu. Kuwagusa watumishi wa Mungu mnagusa mboni ya jicho la Mungu. Kwa mimi ni wasi tena na tena, mwachieni mchungaji Herbert Mlelwa, kwa sababu aliongea yale kwa nia njema. Sio mtu wa vita, sio mtu wa ila, sio mtu mbaya. Lengo lake kubwa, watawala muamue maamuzi yatakayoleta tija katika jamii, yatakayofanya taifa letu liendelee kuwa salama na kuwa na amani, kwa sababu amani hailindwi kwa mtutu wa bunduki, bali kwa kufanya haki na usawa kwa kila moja. Kila moja akiridhishwa, kila moja akafanywa wema, akatendewa kama binadamu mwingine, kila moja akatendewa kama binadamu mwingine, hakuna vita katika nchi, hakuna machafuko katika nchi. Lakini kama inafika mara viongozi mnajiona nyinyi ni Mungu, nyinyi ni binadamu na nusu, mnaanza kuwatendea watu wengine kuto kujali wao, kutekwa kwao hamjali, kuuawa kwao hamjali, mnafanya maamuzi yanayoumiza watu wa chini hamjali. Hivyo vitu kwa ujumla wake vinakuja kulileta taifa katika hatari. Ndio maana mtu wa Mungu Herbert Mlelwa akaamua paze sauti na kuwakumbusha watumishi wa Mungu, watumishi wa serikali, kwamba maamuzi mnaofanya yana madhara 1, 2, 3. Ushauri wangu mkubwa, mwacheni Herbert Mlelwa, kwa sababu nia iliyomsukuma afanya alichokifanya ni njema. Hata nyinyi bila shaka wameojana naye, bila shaka wameongea naye. Nia iliyomsukuma kuongea aliongea ni njema. Anaiwazia mema nchi ya Tanzania, anawazia mema viongozi. Ndio maana anawashauri ili maamuzi yenu yaendelee kuwa mema, muendelee kukubalika katika jamii, taifa letu liendelee kuwa na amani na furaha, kama hivi ambavyo huko nyuma tulikuwa tumeishi kwa amani. Hakuna utekaji, hakuna mauaji ya hovyo kama sasa, hakuna watu kuonewa hovyo. Lakini ni wasii tena na tena, tambueni uwepo wa watumishi wa Mungu, na kuwachokonoa watumishi wa Mungu mnagusa mboni ya jicho la Mungu. Hilo mwe mnajua, hilo tu dhahiri mwe mnajua. Kuwagusa watumishi wa Mungu, kuwachokonoa watumishi wa Mungu kwa kuwatendea mabaya, mnagusa mboni ya jicho la Mungu. Mungu akitaka amue asimame yeye mwenyewe, hata kama mtatuua, mtatuteka, mtatupoteza, lakini Mungu atakapoamua kusimama yeye kama yeye, hakika hapata kalika nchi, hapata kalika. Hivyo viti mnavyokalia vitakuwa sio vitamu tena. Yani hapata kalika. Ndio maana nimekuja ni washauri, mwachieni mchungaji Herbert Mlelwa. Nia iliyomsukuma ni njema, anawazia mema viongozi, analiwazia mema taifa lake, anataka aliishi kwa amani, kila mmoja asiwepo mtu anayeonewa, kwa sababu sisi wote ni binadamu, sisi wote ni Watanzania. Mungu awabariki sana, nikutakie wakati mwema. Amen.